Shida yetu sio Mlima Kenya kama watu wa Western. Hiyo card it will not work. You will not mobilize other Kenyans against Mlima Kenya. Mlima Kenya hakuna kitu ametukosea. Nothing. Hao wali exercise democratic. Tulikuwa tunasema Mlima Kenya ni watu wa ukabila sana. Ni watu wa ukabila. 2022 wakasema let us prove these people wrong. Wakapigia Ruto kura. So they voted for Anani Kikuyu. Si ndio? Wewe ulivuta kazi pale. Alafu huwa tunalaumu Mlima Kenya hata wapigiangi makabila mengine. Vile waliamua the first time kupigia kabila mengine, mnaona matokeo. Si mnaona matokeo? Si mnaona? Guza hapo. Si mnaona? Ile profiling ilikuanga Mlima Kenya ni makabila hawezi pigia watu wengine, si walimaliza. 2022 si walimaliza. Sasa mtaongea nini? Because Kikuyus have voted for an Kikuyu once in their history. Luos have voted for an Luo once. So they are equal. Luyas have voted for an Luyas in every election. In every election. So kama kuna watu inafaa waongee mambo ya ukabila, it is we Luyas. Because we are liberals, we are Democrats. Na Western tumesema, tumefunguka macho Western, hata Ruto azunguka hata afanye nini. Western tumesema, Western yote, uende Vihiga, uende Busia, uende Bungoma, Kakamega, Trans Nzoia, tumesema kingpin wetu anaitwa nani? Na movement inaitwa Dawe Movement. Hizo vitu zingine hatujui. Thank you kiongozi. Mtu yoyote mwenye atakuwa nje ya Dawe Movement, Western atafagiliwa. Western. Na nataka natembea akae na Kalonzo, akae na Matiang'i, akae na Rigathi Gachagua, akae hawa Kenya wote wakae pamoja. Ule watatuletea, watu waambie ni huyu. Ni huyu. Na kama Ruto anafikiri ataiba kura, acha nimalize hiyo bwana chama. Kama Ruto anafikiri ataiba kura, kwa sababu si mnaona ameogopa kutengeneza IBC. Si ameogopa? Anabai time nayo. But sisi tunajua siku yake ya mwisho katika ofisi ni tarehe 13 September 2027. Ikifika midnight we have no president. Ikifika midnight tarehe 13 siku yenye alibeba Biblia Kasarani. Ikifika midnight siku hiyo, kulingana na katiba yetu, we have no president. President mwingine inafaa apishwe hiyo tarehe 13. Na yeye kama amekataa kutengeneza IBC ni shauri yake. Na yeye kama anapanga kuiba uchaguzi, saa hizi anadili na watu wanajua mambo ya wizi. Anadili na Gen Z ambao wamesoma, ni ma-experts, IT gurus. Akijaribu kuiba, kunyakua kwa hewa na kusukuma huko Bomas, akiiba, Gen Z watamuonyesha jinsi inafaa iibwe. Watamuonyesha. Simuliona mwingine alichaguliwa juzi CS wa communication and ICT. Anaitwa Kabogo. Huyu mtu wa kiara kubwa kama mimi. Alafu akatoa vitisho akasema ati nini? Akatoa vitisho akasema I'm going to regulate what? Social media. Mimi siko huko. But sikumaliza kusema tu hivyo, siendi hapo kwa jeneza sasa. Siendi hapo kwa jeneza. Si hapo kwa jeneza sasa. Si hapo kwa jeneza. Ruto alijaribu kuja kuimpeach Gachagua, ikakataa. Akajaribu kuweka Kindiki ili agawanye mlima, ikakataa. Akajaribu kusalamia Uhuru, ikakataa. Hata aenda amushe Jomo akizi mifupa yake, itakataa. Hata aenda amushe Dedan Kimathi akizi mifupa yake, bado itakataa. Hata alambe stika super highway na ulimi kuanzia Globe mpaka Del Monte,
Siku ya nyani kufa miti zote uteleza. Sasa saa hizi zile vipindi alikuwa anafanya Mlima Kenya akiwadanganya, ameenda na hizo vipindi kwetu Western. Mumeona akifanya kipindi leo. Let me tell you my brothers, hiyo ni kipindi, hakuna kitu hapo. Hiyo ni kipindi ya picha. Si alilaunch mafactory huko mlima? Si alijenga si alisema anajenga makanisa huko? Sijui anafanya nini? Si aende huko? Sasa ameenda wapi? Western. Anazunguka Western, kanisa kipindi, kanisa kipindi, kanisa kipindi. Kwa sababu before 2022, before election, alikuwa anaenda kwa mlima every Sunday. Ruto ako PCEA Kirinyaga. The next Sunday Ruto ako kwa kanisa ya Wakorino Kiambu. The next Sunday alikuwa anazungukia huko. Hakuwahi kanyaga kwa kanisa Western. Hakuwahi kanyaga kwa kanisa Rift Valley ama Kisii ama Ukambani. Ilikuwa tu mlima. Sasa vile alikosana na mlima, akapiga hesabu, akaona hawa Kenya wote ni wagani wengine wenye hawaelewi hii lugha ya town sana. Akapata ni jamii ya Mlembe. Sasa ameenda huko na hizo vipindi. Wacha niwaambie watu wa Mlembe, hizo vitu mnaletewa, watu wa mlima walikuwa hapo. Hakuna kitu mpya, walikuwa hapo. Na ukisikia ile lugha Ruto anaongea leo, hata ukitazama TV leo uone matamshi yake leo, ni lugha ya mtu ambaye tayari ameshindwa. Ni kama mgonjwa wako kwa kitanda mahututi. Madaktari wanajua atakufa, na yeye anasema bado nitapona, bado nitapona. Hiyo ndio lugha. Ukisikia lugha yake leo ni lugha ya kushindwa, kwa sababu amesema hawa wapinzani wangu uchaguzi nini, siasa ikifika nitawashinda asubuhi mapema. Unajua hiyo ni lugha ya kushindwa. Ukisikia wandani wake wanasema rais, usirudi nyuma, tuko na wewe. Ukisikia wanasema rais, liwe liwalo, tutafanya mpaka tukuongezee urudi kipindi kingine. Ukisikia wakisema rais, tutasimama na wewe, ni kama mgonjwa ako kwa kitanda. Mgonjwa mwenyewe hajui atakufa, but familia wameambiwa huyu atakufa, anabakisha siku 6. Sasa familia wanampa hope kwa kitanda, wanamwambia utapona, be strong, utapona, be strong. Sasa wandani wa Ruto wanamfanya hivyo, wandani wa Ruto wanamfanya hivyo. Na mimi nataka niseme Ruto hata amejaribu kutumia Maina Njenga, imekataa. Maina Njenga alistomu mkutano ya wamama Nyeri. Si alistomu mkutano ya wamama? Rigathi Gachagua akamwambia hii ilikuwa ya wamama. Mimi naenda kupanga mkutano ya wanaume kwako Laikipia. Kuja saa 6 mchana. Kuja mkutano ya wanaume. Alikuja. Alikuja. Rigathi Gachagua alimpangia mkutano ya wanaume. Akamwambia leo usimalize fea, unaenda Nyeri na kuletea mkutano ya wanaume Laikipia. Kama ni mimi unataka kuja hapo. Alionekana. Lakini kama ni ya wamama anavamia. Maina Njenga is a coward, a total coward. A fool. And he will be misused, then he will be handed over to ICC. I can assure you. Atatumika vibaya. Atatumika vibaya na atakuwa sacrificed. I can tell you. Hata wengine wanasema Ruto sio mchezo, Ruto sio mtu wa kucheza. Yaani wanajaribu kutuuzia uoga. Let me tell you, kama kuna mtu muoga Kenya hii ni Dr. William Samoei Ruto. That one I can tell you. Let me give you an example. Uhuru Muigai Kenyatta, unaona Uhuru Muigai Kenyatta? Uhuru Muigai Kenyatta tulifanya maandamano akiwa rais. 2017, 2018. Tulifanya maandamano. Tukafanya maandamano mpaka tukajiapisha Uhuru Park. Uhuru akakataa, akasema kama ni mkono tu mnataka nitawapatia.
hakuchagua mtu wetu, hata assistant chief, mtu wa opposition. Lakini Ruto alitishwa tu na Gen Z kidogo, akapeana treasury kwa opposition. Sasa huyo ndo ananiambia, ati mtajua Ruto Ni mama. akapeana treasury na ina juu kwa opposition, kwa sababu Gen Z wamefanya tu wakaingia pale bunge kidogo. Na Uhuru tulijiapisha Uhuru mpaka tukaweka Biblia juu, akasema hata assistant chief siwapatii, mkono nitawapatia. Alafu natuambia hapa ati Ruto, mtajua Ruto sio mchezo. Ruto mgani my friend? Mgani? No, 2 hours kiberege. Na mimi nasikia wengine wakasema, mwingine anaitwa Dani Wanyama, mbunge wa Webuye East. Hiyo kadi Dani Wanyama analete, Wakenya saa hizi, Wakenya wameerevuka, wamefunguka macho. That card will not work. Unajua vile Dani Wanyama amesema, sasa tuungane Wakenya wote tupige Mlima Kenya. Hiyo kadi, it will not work. It won't. Shida yetu kama watu wa Western sio Mlima Kenya. Shida yetu ni Dr. William Samoei Ruto.